Bwana Yesu asifiwe. Nachukua fursa hii kuwakaribisha wale wote ambao mko katika mtandaoni, wale ambao tulianza na hii maombi ya kufunga mwaka ambayo tunafanya fasting, na wale wengine ambao amko na hiyo opportunity ya kufanya fasting. Tunaanza nikisema Bwana Yesu awabariki katika jina la Yesu. Jioni ya leo niko na neno ambalo la kuwahimiza wote, kwa sababu ya hii mafunzo ambayo au funga ambalo tunalijifunza tukiendelea na hii maombi ambayo tutafungua kesho. Mwaka tunaelekea kumaliza mwaka, lakini tunapomaliza mwaka kuna jambo ambalo Mungu anahitaji uweze kujua. Na hilo jambo ambalo Mungu anahitaji uweze kujua ni kwamba mwaka unaisha, lakini bado kwako wewe hautaisha katika jina la Yesu. Wewe utaishi. Haijalishi mwaka wa 2025 imekuwa na majaribio kiasi gani. Mwaka wa 2025 imekuwa mwaka ambao ni mgumu kwetu. Kwa watu imekuwa mwaka ambao wakati mwingine wengine wanachuta, wengine wamejiua, wengine wamekuwa karibu. Hata saa hii kuna wengine ambao wanafikiria kwamba wajiue. Kuna wengine ambao kwa matumaini, yani wamekosa matumaini kwa mwaka wa 2026 hata kabla tuanze. Katika jina la Yesu niko hapa na habari njema ambayo Mungu anakuletea, ya kwamba haijalishi situation ambayo mwaka wa 2025 imekuweka. Mwaka unaisha, 2025 tunaumaliza kesho kutwa. Tunaumaliza huu mwaka kesho kutwa. Lakini wewe hautaisha. Wewe hautakufa. Wewe utaishi. Hilo ndio ujumbe ambao nimekuja ili niweze kuwatangazia, ya kwamba wewe utaishi. Tusome katika kitabu cha Samuel wa kwanza 30 fungu lake la kwanza mpaka la 6. Wacha ni uweke hiyo funzo kwa ufupi. Huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye ni Daudi. Daudi tulikuja kumjua kama yeye, tumemjua kama mtumishi wa Mungu ambaye alikuja kuwa kiongozi wa nchi. Lakini kabla kuwe kiongozi wa nchi, kuna miaka yenye alipitia, miaka yenye ikienda kuisha, yeye hakuona kama hata angefika mwisho wa mwaka. Kuna changamoto ambazo alipitia. Lakini jambo moja ambalo linanifurahisha ni kwamba Daudi hakukufa moyo. Na wewe mwenzangu, tusikufe moyo, kwa sababu bado Mungu anaishi. Kwa sababu Daudi alijua kwamba mwisho wake Mungu anaishi. Huyu mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa David, kabla kuwe kiongozi, nyota yake ilipoanza kuonekana, walipoanza kujua ya kwamba yeye atakuwa kiongozi, alikosana, wakaanza kumtafuta na yule mfalme ambaye alikuwa anaitwa Saul au Saulo. Akamtafuta ili aweze kumuua. Ilibidi David aende mafichoni. David alikuwa na wale watu ambao walikuwa wandani wake, wale alikuwa naamini, ambao walikuwa na mlinda, ambao walikuwa nampea moyo. Alikuwa anatembea mafichoni na wao. Sasa walikuwa wameleta familia ya David na familia zote za hao, wakawaweka pamoja ili waweze kuishi. Wao wakajua kwamba wacha sisi tuende, tukikufa familia zetu ziko salama. Lakini kitu ambacho inaongea juu ya changamoto moja ambayo David alipata katika maisha. Mimi nikiona ya kwamba David kama alipata hiyo changamoto, angekufa moyo, labda angekuwa kiongozi. Labda lile ambalo Mungu alikusudia kwa maisha yake alingetimia. Labda tungekuwa na upungufu njiani yenye vitu ambayo haikuonekana.
na wewe mtazamaji wangu, wewe ni mtu wa maana katika jina la Yesu, na kuna yale ambayo Mungu anakusudia ili yaweze kuwa sehemu ya maisha yako, kwa sababu hautakufa. Hata mwaka ambao tunaenda 2026 hautakufa, kwa sababu Mungu hako hai. Kama hujatimiza ile safari ambayo Mungu alikuandalia, alikupangia, hautakufa. David siku moja alipokuwa mavichoni, alipokuwa wanarudi, wakakuta akarudi na ile kikundi chake ambao walikuwa wanamlinda, wale wanaume. Walipofika mahali ambapo walikuwa wamewacha watu zao, kitu cha kushangaza ni kwamba waligundua ya kwamba hiyo sehemu imechomwa. Hakuna kitu, hakuna vitu ambavyo vilikuwa hapo, vyote vimebebwa, vingine vimechomwa, na mabibi zao na watoto wamechukuliwa. David alikuwa na bibi wawili, wote wameenda, watoto wameenda. Hao wanajeshi ambao walikuwa wandani wake, marafiki zake, wale ambao alikuwa naamini, wote walikuwa wamechukuliwa, watoto wao wameenda, bibi zao wameenda. Hakuna kitu ambacho kilikuwa kimebaki. David sasa akaingiwa na uoga mwingi, akaingiwa yani ndani yake hakukuwa na amani, akakosa amani, akakosa tumaini. Wale watu ambao walikuwa naye pia wakakosa tumaini, kwa sababu hawakuona, kwa sababu kutoka hapo mtu asipokuwa na familia yake imechukuliwa. Huyo sio mtu mmoja, ajui kama wako hai, ajui kama wamekufa, ajui wamechukuliwa wapi. Mifugo na kila kitu ambao David alikuwa anasema ni kitu changu kilienda. Jambo ambalo lilikuwa ngumu kwa David ni kwamba wale watu, ukisoma fungu la 6 hiyo 1 Samuel chapter 30 verses 6, wacha nisome kwa lugha ya Kiingereza. Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord. Biblia inasema ya kwamba David na wale watu ambao walikuwa pamoja naye, yani wakakuwa na huzuni mingi sana, wakakuwa na machozi inatoka katika maisha, katika machoni mao, yani ndani ya mioyo yao wakaudhika, ndani ya maisha yao wakaona kama wamefika mwisho. Sasa mpaka wale ambao walikuwa na David wakasema, wakampindua kia David, wakasema sasa tutakumaliza, kwa sababu wewe ndio umefanya tumeumia. Imagine rafiki yako kwa ndani ambaye mumelala pamoja, ambaye mumepitia mateso zingine pamoja. Kuna mateso moja ambayo inaweza kuja, ambayo inafika inapata yule rafiki wako anakugeuka. Wakasema wampige mawe David. Kitu cha kushangaza, labda wewe ambaye tuko pamoja katika hii safari, labda wewe kuna wale ambao ni watu ambao mumekaa urafiki kwa miaka mingi. Wengine ni watu walika yako, wengine mumefanya kazi pamoja, wengine umeshare some secrets to them. Lakini imefikia, kuna kitu ambayo inafikia katika mwaka ambao wamekugeuka, wao ndio wanaongea juu yako, wao ndio wanakupiga mawe, wao ndio wanakupangia mabaya. Yani kwa sababu ile kitu ambayo shetani amerusha katika anga, ameachilia ili ya kwamba wewe uweze kuchukiwa, ili wakugeukie, waweze kukumaliza. Hautaisha katika jina la Yesu. Labda you are feeling very lonely, kwa sababu unaona ya kwamba marafiki wamekuacha. Labda unaona ya kwamba familia yako wamekuacha, kwa sababu mnaweza saliwa pamoja, lakini kuna watu ambao wanasaliwa pamoja, lakini inafikia mahali ambapo hata yule mtu ambaye mmesaliwa katika tumbo moja anaweza kukupangia, hata kama ni kifo anaweza kukupangia, anaweza kukupangia mabaya, anaweza kutumia majambazi. Hata ikuwe ni jirani yako, ikuwe ni mtu gani,
Sasa wewe, kitu ambayo swali ambayo unauliza ni kwamba wewe unakimbia wapi? Unaenda, matumaini yako yanakuwa wapi unapopitia yale ambayo ni magumu? Huu mwaka wa 25 unaisha, bado shetani yako, lakini hatutakufa mpaka tuweze kutimiza lile ambalo Mungu aliweka katika maisha yetu ili tuweze kutimiza. Kwa sababu kuna sababu ambayo Mungu alikuruhusu uishi. Na kuna sababu ambayo Mungu ameruhusu uweza kupitia yale magumu ambayo umepitia. Kwa sababu mimi vile ninajua katika Biblia ni kwamba ukipitia changamoto, hiyo changamoto ni ya kukupeleka katika kiwango kingine. Daudi alijua ya kwamba mwisho wake alipolia machozi, akaona wamemuinulia mawe. Akakumbuka ya kwamba kuna rafiki mmoja. Kuna mmoja ambaye amesimama naye kwa miaka mingi. Kuna mmoja alimpea nguvu, akaweza kuua simba, akaweza kuua dubu, akaweza kuua Goliath. Na huyo ni Mungu wa mbinguni. Akakumbuka ya kwamba kuna Mungu wa mbinguni. Kitu ambacho David alifanya, Biblia imesema ya kwamba walipotaka kumuinulia mawe wamuue kwa sababu wameona David, kumbe walikuwa na matumaini naye, lakini matumaini yanapoisha wakaona ya kwamba huyu David sio maana. Kuna watu katika maisha yako hata ukose pesa watakugeukia. Kuna kitu ambayo labda watu wanakupenda, lakini kuna kitu ambayo nafanya. Kwa sababu matumaini yale ambao wako nayo kwako wakiona kama hayapo, watakugeuka. Hata ikuwe ni watu wa familia, hata ikuwe ni majirani, hata ikuwe ni relatives, ikuwe ni wale watu ambao mnafanya kazi pamoja, lakini uweze kuchua ya kwamba haichaisha bado. Kwa sababu David yeye alijua ya kwamba kuna Mungu ambaye ametembea naye mpaka kaua Goliath, na yeye akajipea moyo kwa Bwana. Hiyo ndio jambo ambalo nakuachia usiku wa leo. Akajipea moyo kwa Bwana, vile Biblia imesema ilo fungu la 6. He strengthened himself in the Lord. Yani majaribu inakuja, lakini wewe ndio imani yako inakuwa na nguvu zaidi. Ujue ya kwamba imani yako iongezeke kupitia kwa changamoto ambazo umeona. We anza kuhesabu changamoto ambao umepitia kwa mwaka wa 2025. Tunapoingia mwaka wa 2026, hiyo ndio utajiweka nguvu. Hiyo ndio itakupea moyo wa kusimama na Mungu. Hiyo ndio itakupea ambapo ni kama it's the ground which has been prepared for you to stand with the Lord. Ni kama hiyo ni uwanja umeundiwa mahali ambapo ambao unashikilia ndio uweza kwenda kwa Mungu na nguvu. Kwa sababu Mungu wetu hatakuacha, marafiki wako watakuacha, lakini Mungu hatakuacha. Wengine mimi naomba ya kwamba ukipata changamoto usikimbie kwa pombe. Unajua wengine wanaenda kwa pombe wakidhania kwamba pombe itasaidia katika maisha. Ndio uweza kuepa ile fikira ambazo zinakuja kwa maisha yako kwa sababu uoni mbele. Mimi nakwambia kwamba kuna mbele ambayo sio pombe. Kwa sababu pombe hakuna kitu ambayo una benefit. Baada ya ile pombe kutoka kwa kichwa unarudi mahali ambapo ulikuwa. Wengine wetu tumeweka matumaini yetu kwa pombe, wengine tumeweka kwa bibi zetu, wengine tumeweka kwa our husbands, wengine tumeweka matumaini yetu kwa watoto wetu, wengine tumeweka matumaini yetu kwa marafiki wetu wale ambao tumetegemea. Unajua kuna rafiki ambaye umetegemea kwa muda na amesimama na wewe. Kuna wakati ambapo itafika atasimama na wewe kwa sababu atachoka na wewe. Wengine tumetegemea makanisa, lakini nafikia mahali ambapo utategemea hiyo kanisa itafikia mahali ambapo kwa sababu wale kwenye kanisa ujue ni binadamu. Pia wanaweza fikia mahali wakugeuke. Waone ya kwamba wewe umekuwa mzigo kwao. Watakuangalia tu wakuone. Hata ukikuwa na changamoto, ukikuwa kwa shida na ukufe. Usiweke tumaini lako kwa kanisa. Usiweke tumaini lako kwa familia yako. Usiweke tumaini lako kwa mzazi wako. Usiweke tumaini lako kwa dada yako, kwa ndugu yako.
ujue ya kwamba tumaini lako uliweka kwa Mungu ambaye yako mbinguni, kama David aliweka tumaini lake kwa Mungu. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba wakati David alipoingia kwa Bwana, inamaanisha mimi nikimuona David akiingia katika maombi yake akimwambia Mungu asante kwa sababu ya hii changamoto na shida. Biblia inasema akajibea moyo kwa Mungu na akamuuliza Mungu ya kwamba sasa tukiwaendea hawa tutawapata. Yani he consulted God. Bwana Yesu asifiwe. Wewe una consult nani? Some people they consult their girlfriends. Some people they consult their boyfriends. Some people they consult friends. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wake wanatupea wrong advice. Na tutopo ile tulikuwa tunataka. Lakini David yeye akamuuliza Mungu, nifanye nini? Na Mungu akamwambia, anza safari na utawapata. Yani David akapata matumaini kwa sababu alikuwa amekufa moyo, angeendelea akuona ya kwamba tena ile maisha yake angepata, angekuwa kiongozi tena. Lakini he strengthened, akapata moyo kwa Mungu. Akaambia wale, tukimbie na tutawapata. Na wewe nakwambia kwamba tuanze safari saa hii ya 2026 hata kama haijafika. Kwa sababu huo mwaka tutapata ushindi. Hatutakufa, hatutakuwa wagonjwa. Na yale mabaya ambayo yamerushwa kwa anga zetu, yale mabaya ambayo shetani ametupangia yataondoka. Yataondoka. Ni ya muda tu. Ni ya muda kidogo. David wakawafuata, mwisho wake wakapata yote. Mimi nauliza swali. Kama David, mwenzangu nauliza swali hilo. Ya kwamba kama David angemfuata, angekuwa na Mungu, angekuwa na rafiki ambaye sio binadamu, angekuwa yani si angeisha, si wangempiga mawe wammalize. Lakini yeye akawaambia kwamba sasa hao tutawapata kwa sababu alienda kwa Mungu. Mwenzangu, Mungu ndiyo suluhisho ya mwisho. Tusikwe na tegemeo letu kwa binadamu, kwa mtu yeyote. Yale ambao unapitia, wengine wamepitia changamoto kwa mahusiano yetu. Mahusiano katika sehemu zetu, katika sehemu za kazi, mahusiano katika sehemu zetu za biashara, mahusiano katika na wale wa marafiki. Wengine ni wale ambao ni wachumba, wamepitia katika changamoto ya mahusiano. Wengine wamepitia uchumba more than one, yani lakini mwisho wake hawatoboi kuingia katika ndoa. Wengine ni wale watu ambao wameingia yani shetani amerusha roho ya rejection, wamekataliwa mpaka wale ambao hawakutania kwamba wakataa. Wengine wamepitia changamoto ya magonjwa. Wengine wamepitia changamoto ya kifo ya wapendwa wao katika familia. Hiyo haijalishi. Tutaingia 2026 na Mungu, tutajipea moyo katika Mungu. Na hiyo moyo ambao tutajipea katika Mungu ndio Mungu atatupea ushindi wetu. Ushindi wetu utatokana na ile nguzo ambayo tumeweka katika Mungu. Na tukijipea moyo katika Mungu, mwenzangu, haijalishi yenye umepitia, God will stand with you. Mungu atasimama na wewe na Mungu atasimama na mimi. Mimi niko na uhakika ya kwamba my destiny nitafika. Ya kwamba yale ambayo tunapanga tutafika. Ya kwamba mwaka wa 2026 tunapoelekea hapo tutauvuka, na tukivuka huo mwaka Mungu atatutendea mengi kwa sababu machangamoto siko, lakini tutapita. Mungu anaondoa magonjwa. Tumeombea wengi, tunaona Mungu akiondoa magonjwa ambayo yanaonekana kama hiyo magonjwa haiwezi ponywa. Magonjwa ambayo daktari wamesema hawezi. Rifaro ya mwisho ni Mungu. I refer you to God. Because you are friends, you are doctors. There is something they may not do. Lakini Mungu wetu atafanya. Asante. Mungu wetu akubariki mwenzangu. Ukichua ya kwamba haijaisha, usijinyonge, usikuve moyo, usiwache kanisa, usimwache Mungu, usiwache kusoma Biblia, usiwache kuomba. Kwa sababu ombi la imani, ombe na kumtegemea Mungu, ya kuchua ya kwamba kuna rafiki wa karibu kushinda wale marafiki wengine ambao wanaweza kukupiga mawe. Mungu wetu asimame nawe tunapoelekea kuingia mwaka wa 2027. Maombi ambayo umekuwa unaomba katika hili chuma, wale ambao mko kwa maombi, Mungu ajibu maombi yenu katika jina la Yesu. Mungu afungue milango yenu katika jina la Yesu.
hata yule mwenye ujaingia katika maombi, mimi naomba ya kwamba kwa wakati huu uingie katika maombi, upeane moyo wako kwa Mungu, uchipee nguvu katika Mungu, uchipee nguvu kupitia kwa neno la Mungu, so that mkikaa pamoja na Mungu na kuhakikishia ushindi huko. Bwana Yesu aweze kuwabariki katika jina la Yesu. Na hili neno la siku ya leo liweze kuwa la maana katika maisha yako. Naomba kwamba ile roho yenye iko kwa hii neno iweze kukukomboa kwa ile matatizo yenye umeona hata wengine hiyo matatizo iishe kabla ya 2026 haijafika. Na Mungu wetu awabariki. Na baada ya kuwatch hii neno, baada ya ukiangalia hii neno na ukirisikiza, subscribe kwa hii channel. Na Mungu wetu atatenda. Tuombe pamoja. Kama uko karibu, chukua ushukani kwa hii maombi ambayo tunaomba saa hii ya imani. Uchukue imani yako na Mungu atakutendea leo. Ujue kwamba hujafika mwisho, because hujamaliza ile safari ambayo Mungu alikuwekea. Tuendelee na safari, tuendelee pamoja. Wacha niweze kuchukua hii fursa hii, ninapoendelea na maombi yangu, niweze kukuombea na wewe, tuweze kuomba pamoja na wewe katika jina la Yesu. Na Mungu aweze kukutendea katika jina la Yesu. Mahali ulipo sasa, inua imani yako, tuweze kuomba pamoja, Mungu akutendee hata kabla ya 2026 ishe. Baba yetu katika jina la Yesu, nakupea sifa na utukufu kwa sababu unastahili. Nakushukuru Yesu Kristo kwa kila mmoja ambaye Yesu Kristo umempea opportunity ya kusikia hii ujumbe ambayo umeweza kunipea, ujumbe ya kumaliza mwaka. Baba yetu, naomba ya kwamba changamoto ambazo wamepitia, ile roho ambayo uliachilia kwa David, Baba yetu, wakikuja kwako uweze kuwatendea katika jina la Yesu. Kwa sababu wengine marafiki wamewaacha, wengine ndoa zimeharibika, wengine Baba yetu wamepata roho ya rejection, wengine Baba yetu wamesungukwa na uovu, wengine Baba yetu wako na issue ya mashamba. Shetani ameingilia na wanapiwa vita kupitia kwa misoso na mipaka ya mashamba. Yesu Kristo, naomba katika jina la Yesu ushuke na nguvu zako ziweze kushuka sahi katika jina la Yesu. Umuguse Baba wetu wale yule ambaye ni mgonjwa sahi apone katika jina la Yesu. Baba wetu, unasema yote yanawezekana katika jina lako. Sasa kila mgonjwa apone katika jina lako. Yesu Kristo, aijaisha. Sasa naomba nguvu zako ziweze kuingia tena upya kwa watu wako, kwa kila mmoja wetu. Tunapomaliza mwaka upewe sifa na utukufu. Na Yesu Kristo, David alipata furaha na sisi tupate furaha. Hata tukienda kuingia mwaka wa 2026, ushindi ni wetu. Na kila mmoja wetu, Baba wetu, destiny yake atafika. Na mwisho Yesu Kristo, bila kusahau, tukimaliza kupata ile destiny yetu, yale ambao ulitupangia tuweza kupata hapa ulimwenguni, yale ambao ulitupangia destiny yetu ya mwisho ya mbinguni, wote imani yetu uiunganishe nawe ili tuweza kufika mbinguni katika jina la Yesu, siku ambayo utarudi mara ya pili. Baba yetu, asante. Sasa nawabariki, nambariki Baba wetu mtazamaji wangu, na achilia uponyaji wa moyo, na achilia uponyaji wa roho, na achilia Yesu Kristo hata wale ambao mawazo yao yameingiliwa Yesu Kristo na roho ya mwovu shetani, hiyo mawazo yao nimeyatuliza sasa katika jina la Yesu. Wabarikiwe katika jina la Yesu, naomba na kuamini. Mtazamaji wangu, ubarikiwe sasa. Tukutane tena, Mungu akitujalia siku ya kesho, tunapoelekea kumaliza, tunapokufungua tena. Ubarikiwe in Jesus mighty name. Kumbuka ku like and share also this script in the mighty name of Jesus. Amen.